members of my father's church in Malindi, and members now of my brother, who is their pastor, who was here a moment ago. And yes, indeed, some years back, I led in the ordination of this great man as he was being ordained as a deacon, and I laid my hands on him and prayed for him, including his wife who was standing there. And so it is indeed an honor that we would be given the privilege to host this service, and we want to thank the Lord for that privilege. I have just looked out there and I see quite a number of our deacons. Would you just stand up, the deacons from Bridges Baptist Church? We are honored that you would take time to come and be with us in this service. The Lord bless you for taking time to come. You may be seated. Mheshimiwa said, my neighbor, you may be wondering, how are they neighbors? I used to live in this house. As you go out to the left, and across the road was his. So we used to speak across the fence to each other. And so it is good that today we can sit and worship the Lord together. Karibu sana Mheshimiwa. I listened to Baba Albert talk in Swahili. And I listened to Mama Albert speak in vernacular. And I began to ask myself the question there, are they saying something to us that they will hear it better if it is spoken in one of these languages? Since I cannot speak Mama Albert's language, but I can speak Swahili. And I think I will choose to speak in Swahili so that watu wa Malindi wajue kweli walikuwa Malindi na Kiswahili ni lugha njema. I want to take just a few minutes. Give me about 10, 15 minutes, I'll be out of here. I want to speak to you. As all the others have said, we have spoken to the nation. We have spoken to the leadership. But today we want to speak to you, to the wife of our brother, and to Baba na Mama Albert. The General Secretary read a scripture that was my scripture for today. Kitabu cha Zaburi mlango wa 34, hasa mstari wa 18 na mstari wa 19. Kiingereza inasema, the Lord is near to those that are brokenhearted, and he saves those that are crushed in spirit. Alafu mstari wa 19 unasema, mengi ni mateso ya wenye haki, lakini Bwana huwaokoa kutoka hayo yote. Nataka niongee nanyi leo wapendwa juu ya ahadi za Bwana kwa waliovunjika mioyo. Ndugu amesema Wakenya kwa ujumla wamevunjika moyo. But as I said, tulipokuwa kwa kile chumba, kama kunao ambao wamevunjika moyo zaidi, hasa nyinyi watatu mliokaa hapa. Na nataka niwapatie ujumbe ya ahadi za Bwana kwa waliovunjika mioyo. Na nataka ushike kisa hiki, ahadi za Bwana. Hizi si ahadi za mwanadamu.
si ahadi za pasta, wala si ahadi za serikali. Kwa sababu tumejua leo mwanadamu anaweza kukupatia ahadi, kumbe they have no intention of keeping it, or they have no capacity to keep it. Za Bwana. Bila shaka kule Malindi mlikuwa mnaimba, ni ahadi za Bwana hazivunjiki nini? Milele. Katika maandiko hayo nataka kuachia ahadi ya kwanza. Ni ahadi ya uwepo wa Mungu pamoja nanyi. The scripture says the Lord himself is near the broken-hearted. Tuko wengi vile tulivyo. Ijumaa wataongezeka wengi zaidi. Kama ulivyosema ndugu Shemase, utabaki wewe na mama wako. Lakini nataka ni ahadi ya Bwana ya kwamba Mungu mwenyewe kuwa pamoja nanyi. Na uwepo wa Mungu ni uwepo ambao kilio chenu, haijalishi matatizo mnayopitia. Kwa sababu katika uwe kwenye shimo la moto kama vile Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa, Mungu bado alikuwa pamoja. Hata mjikute kwenye tumbo la samaki vile Yona alikuwa, bado Mungu naye. Hata muwe gerezani kama vile Paulo na Sila walikuwa, bado Mungu alikuwa pamoja nao. Hata muwe na majonzi ambayo ni mazito kama vile Mary na Martha walikuwa katika Yohana 11, Yesu alitembea na akawa pamoja nao. Ya kwamba hii ni ahadi ya Bwana na haivunjiki milele. Haijalishi watu wote waende na mbaki peke yenu kwa boma, Mungu anasema hii ni ahadi yangu. I am near the broken hearted. But ahadi ya pili wapendwa, ni ahadi ya utetezi wake kwa wale ambao wamevunjika mioyo. Kwa sababu katika maandiko haya anasema he will save you, those that are broken and those that are crushed in the spirit. He will save the tribulation of the righteous, but the Lord delivers them from them all. And so if he's going to save you and he's going to deliver you, it means atawatetea kutokana na kile ambacho kimewafanya mkuwe na mateso mengi, na kile ambacho kimewafanya ya kwamba muwe na moyo ulio in defending you. Katika utetezi wake, nafikiri utetezi wake uko katika hali mbili. Kwanza anatoa ahadi ya kuwatetea nyinyi, na pia anatoa ahadi ya kuwatetea nyinyi kutokana na wale ambao wamewaletea mateso. Kwa sababu if he will save you, then he has to deal with that which brought you to the place of being broken and being crushed. If he's going to deliver you from the tribulations and trials of life, he has to deal with the tribulations and the trials that you're facing, so that he can say he has delivered you. Nataka niwaambie namna hii. Huyu Mungu ambaye anawapa ahadi ya kuwatetea
Ni Mungu ambaye nafikiri pia ndugu injinia amesema kwamba yeye ndiye Mungu awezaye kutenda haki ya kikamilifu kabisa. Mwanadamu hawezi kukupatia haki ya kikamilifu kabisa, lakini Mungu anaweza. Wana wa Israeli walipokuwa wametoka nchi ya utumwa na wanaelekea nchi yao ya ahadi, wakafikia mahali wakakuta kuna ile bahari ya Shani, na wakajua hawawezi kuivuka kwa kuogelea. Nyuma yao ni Farao na jeshi lake wanakuja kuwachukua. Wakafikiria hawa bado tutawaangamiza, lakini Mungu mtetezi wao akamruhusu Farao na majeshi, na mwishowe Mungu akawamaliza na ile bahari ambayo walifikiria watavuka pia wafate wana wa Israeli. Mungu anatoa ahadi ya kuwa mtetezi wenu. He's able to bring to end every person that has brought you to this brokenness, crushed spirit, and this place of truth. He did to Pharaoh. Participate in your situation by changing the hearts of those. Giza, Shadrach, Meshach na Abednego watupwe kwenye shimo la moto, lakini mkono wa Bwana uko pamoja na vijana wa Israeli. Walipotolewa akawapa promotion. Huyo ambaye mwanzo alisema throw them in, Mungu akabadilisha mioyo yake. Mungu anatoa ahadi ya kuwa mtetezi. Katika hali hii ya uchungu na mateso, ahadi ya kuwa mtetezi wenu. Jambo la tatu, alafu nifunge. Ukisoma maandiko hayo mawili 18 na 19, Mungu anawapa ahadi ya uwezo wake. Ahadi ya uwezo wake. Na katika maandiko hayo anadhihirisha ya kwamba uwezo wake ni uwezo wa ajabu. Ya kwamba it does not matter how broken you are, it does not matter the tribulation and trials of your life, it does not matter how crushed you are, yeye ana uwezo wa kuwakomboa, kuwaokoa na kuwabadilisha, kuwainua na hata kuwapa imani na amani na tumaini kwa ajili ya siku ya kesho. Ni ahadi ya Bwana, haivunjiki milele. So ukiangalia maandiko haya, ikiwa Mungu ametupa ahadi ya uwepo wake, na Mungu ametupa ahadi ya utetezi wake, na Mungu ametupa ahadi ya uwezo wake, sisi tufanye nini? Bila shaka ulipoishi Malindi ulisikia watu wameangamia kwa bahari. Na unajua mtu ambaye anaangamia kwa bahari mara nyingi akienda kukombolewa, yeye anapigana na yule ambaye amekuja kumkomboa, mpaka anaishia nguvu na inabidi aende. Kwa kawaida watu wakija kukomboa kwenye bahari, lazima ujiachilie kwa yule mkombozi wako. Ndiye akushikilia kama ni kwa shati lako, akuvute mpaka kutoe ufuoni. But kama utapigana na yeye, hutaweza kukombolewa. Ikiwa ahadi hizi zitakuwa ahadi zenu, kwa unyenyekevu wa mioyo yenu, mujitoe mahali pa kumtegemea Mwokozi. Na wewe shemasi uliimba, kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini neno lake nina raha moyoni, Yesu Yesu na kuamini. Hiyo nyimbo umeimba. Fikie mahali pa kumtegemea Yesu na kumwachia Mungu. Umwambie Mungu, kweli nisaidie, uwepo wako uwe pamoja nami,
hali hii, na zaidi ya hapo uwezo wako uwe uwezo wangu, nikaweze kusimama ukimtegemea yeye. Ajabika ya kwamba kweli umevunjika moyo, roho yako imekuwa crushed, na binadamu alifikiria sasa umeisha. Mama Albert na bibi ya Albert na familia mzima watawatazama, wataona bado mnasimama imara. So Mungu ana ahadi kwa ajili yenu. His presence, participation in your brokenness, but in his power. As we have sung, he will lift you up and he will make you fight for you. I believe it is someone who said, even if you hide, I think it is the young man from Pwani, hata ujifiche wapi. I think it is Ken who said, jicho la Mungu litakuona. Another day, mwambie Mungu, wewe nitetee. Yeye ni mtetezi wa ajabu. Pastor Majid, karibu ndugu yangu. Wapendwa wamesema tuwaombe. Tunataka tuanze kuwaombea hapa, na tuzidi kuwaombea katika safari iliyo mbele zao. Bwana awabariki. Asante sana mchungaji. Wacha niwaombe familia, tafadhali mkaribie karibu. Na wachungaji wote ambao wako, tafadhali tukuje tuwazingire. Deacons pia, please just come, we surround them. Rev, you talked of that song, and I remember we used to sing come right here, come right here. Come, just right here. Ni ahadi za Bwana hazivunjiki milele. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Can I ask that if you are able to stand, let me ask the pastors to come behind them. Thank you. I was about to ask if you are able to stand, but I see there are those that are in front of the fourth estate. So just observe if you are able to. If you are going to block any of them, then please. If you are able to reach out to them as pastors, lay your hands on them. Amen. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Baba, tunakuja mbele zako tukijikabidhi mikononi mwako, haswa jamii
ya ndugu yetu marehemu Albert. Asanti kwa himizo la neno lako, himizo la ahadi, ahadi ya uwepo wako, ahadi ya utetezi wako na ahadi ya uwezo wako. Basi hilo ndilo ombi letu kwa jamii, tukiombea baba yake marehemu, tukiombea mama yake, tukiombea pia mjane na mtoto wao ambao bado ni mdogo, ya kwamba Baba ambaye wewe ahadi yako ni ya milele, uwezo wako utaendelea kukua na wao. Na tunaomba Baba, kwa neema yako hautaweza kuawacha kwa upweke. Kwa hivyo tunakushukuru Baba, mambo ambayo bado yanaendelea, tunaomba ya kwamba ni wewe ambayo utaweza kuwatetea. Asanti. Na tuna amani na tuna imani ya kwamba uwezo wako unaweza na utaendelea kukua na wao na utaendelea kukua na sisi na hata kwa hii nchi yetu. And so our Father and our God, we want to thank you for your promises. We want to thank you, Lord, for your covenant that we've learned this afternoon, that you assure us of your presence, especially for those that are broken-hearted. Father, we want to thank you for your promises, that indeed your presence, you will participate with us even when we go through challenging moments, oh God. We want to thank you, oh God, for your power. And so it is you that we surrender the family of our late brother, oh God. When difficult questions are being asked, oh God, we thank you that even when man is not able to answer those questions, that your presence will be there with them, oh God, to comfort them, my Father. We thank you that, oh God, you are not going to leave them, because you are also the defender of those that in our own limitation we may be defenseless, but you are able. And so we commit them to you, my Father. We thank you for your power that is able to turn things around upside down, oh God. That, my Father, you will. We pray for your comfort. We pray for your peace in the midst of the difficult moment. And Lord, we come and we pray that this family, oh God, they are still within the plans and they are still within the purposes of God. And so surely your goodness, your mercy, oh God, will continue to follow them, oh God. Father, my prayer for them, oh God, is that you'll be able to make this family rise to a level that actually many may not even believe. So we surrender them to you as they continue in this difficult journey. My Father, even as we leave this church, that your presence will be with them. As we get into those vehicles, your presence will be with them. As we travel all the way to Homa Bay and in Mawego, that your presence will be with them. We pray for all the plans, that, Lord, the enemy will not come in between, that indeed you will clear the way for them. We pray for the reception back at home in Mawego, that, Lord, you will lead and you will guide. And when we see you do this, Lord, we pray that will come. And even in the midst of the difficult circumstances, we'll give you all the honor and all the glory. But Father, we pray for our nation. Lord, ultimately you desire that we be together as brothers and sisters. For it pleases you when we live together in unity. And so, my Lord and my Savior, I pray that even that which looks like it's very difficult in our eyes, that you will touch our hearts as the citizens of this nation. I pray that there will be no division. Touch the hearts of those that you put in the places of authority, that we'll see each other as brothers and sisters. That, Lord, across generations, that by your grace we'll see each other as brothers and sisters. So that is my prayer for our nation. For, Lord, when we are united, then there is a peace. For, Lord, when we are united, then that is when even this nation is able to develop. But we pray that by your grace, even as we are mourning Ojwang, that you'll use some of these circumstances to help us to
to rise above our ethnicities, to rise above our positions, to rise above our social status in society. So will you make us to be one? Lord, I also want to pray that, Lord, we will be a nation that fears you. For that is the crux of the matter. For Lord, when we fear you, then we love you. And we do things according to your ways. We do things according to your will. And when we love you and we know you, oh God, and Lord, I pray that we will be sincere in our loving you, that it will not just be for the sake of popularity, that when we say that we love God in this nation, but Lord, it will be a genuine love for God, that our nation can be a nation that fears the Lord. For when we love you, oh God, then we are able to love our neighbors. We are able to protect our neighbors, oh God, regardless of the positions that you've given us, oh God. My prayer, oh God, that this will be a nation that is truly loving the Lord. Father, land to even the lowest of the lowest in this nation, that our saying that we are a Christian nation will not just be a grace. My Father, you will just allow us to practice that which we confess. For Lord, when we love you, all the challenges that we have in this nation, there'll be a gone case. And Father, in our loving you, we love you as brothers and sisters. When we love you, oh God, and we practice our faith in the public space, there will be no corruption. We talk of extrajudicial killing because we will be so much concerned about the child of someone, even if they are not of our own. But our faith will lead us, oh God, to treat my neighbor with humane and humanity. That is our prayer. You know where we are as a nation. We pray for unity. We pray that we'll be a people that will practice our faith and our belief. And so as we continue, we pray that you guide us. We pray that you turn things around. We know that you are God who does the impossible things. Humanly speaking, we may see it as difficult, but that is when we surrender to you, the one that we say that is present, the one that we say that participates with that in our circumstance. Afternoon is a powerful God. Work in our lives across the political divide, the leaders in the church, but not just the leaders, but also just as ordinary citizens, so that collectively, all the generations, the young people, the old, the fathers, the grandfathers, the grandchildren, the Gen Zs, all the generations will be able to hold our hands together genuinely, and by your grace together to come up with a way that will shape our nation, that we go forward as a people. So thank you for hearing our prayers as we continue to commit this family to you. We also want to make mention, even as we speak and even as we are with the family today, there are those that still don't know where their loved ones are. Father, will you go ahead? And the prayer that we are making here today, just give us that love for you. Just give us that love for our neighbors. Just give us that which Justice Honorable Muturia said, utu, so that we are humane and we treat each other
with that which you desire for us to do so. This, Lord, we ask, trusting and believing in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, and we all said. We all said, amen. I want to ask the pastors, just say Paul to the families. We may not have another time as we go into the service to say Paul to the family as you take your seats. It is well. With my soul, oh, it is well, it is well with my soul, when peace like a river has attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul, with my soul.